Hey guys, Waridi hapa. Karibuni tena to another session ya kujifunza kuhusiana na ualbinism. Sawa. Session ya awali tulijifunza maana wa albinism na tukaongelea kwamba this is a genetic mutation au disorder ambayo inatokea pale mtoto anakuwa anazaliwa na features za kuwa na nywele nyeupe au nywele kutokuwa nyeupe. Sawa, rangi ya ngozi pamoja na rangi ya mboni ya macho. Na hii ni kutokana kuwa na melanin kuzalishwa kwa uchache au hakuna kabisa. So, leo tutaongelea kitu kingine kabisa kuhusiana na albino au albinism. Leo tutaenda kuongelea inakuwaje mtoto anazaliwa akiwa na albino, akiwa na albinism. Sawa? Nimekuwa nikipokea maswali mengi sana. Sio tu kwa watu wa kawaida au watu wa pembeni tuseme strangers, no, lakini pia ndugu jamaa na marafiki wamekuwa wakiniuliza maswali sana, hata tukiendelea huko furthermore, hata majirani, hata strangers unaokutana nao barabarani. Hasa pale nikiwa naongozana na mtoto wangu, yani Atif, tunatembea and people wanaacha shughuli zao na tuangalia. Na the question is, inakuwaje mamake yuko vile na mtoto kazaliwa hivi, imekuwaje? The question a lot na ni kwa sababu pia hawajapata kupata elimu kuhusiana na albinism. So, leo naenda kutoa hizo sitofahamu. Sawa. Okay. Hata mimi nimekuwa nikipokea sana, kwa mfano nikipita au nikiwa katika family gathering, hizi shughuli za kwetu nyumbani. Sawa, harusi, vitu kama hivyo. Karama tofauti tofauti. Unakuta uko pale mimi na baba yake, tuko na mtoto, we are interacting, lakini macho kwetu. Au pia ndugu wanakuja wanakuuliza maswali. Sometimes nilikuwa naona ni kero, mtu anakuuliza, imekuwaje ukamzaa mtoto, unajua. Sasa unajiuliza kwa nini mtu anakuuliza swali kama hilo, If ni mtu wa imani sana unajiuliza, sasa kwani ana question kazi ya Mwenyezi Mungu, vitu kama hivyo. Lakini ilinisukuma na mimi nikataka kufahamu zaidi. Na mimi kweli nahitaji kujua imekuwaje na mimi nimezaa mtoto kama hivi. Yaani kuna visababu gani vimetokea mpaka ikazaliwa. So tusiwe wavivu jamani kutafuta elimu. Elimu ipo na ni wewe mwenyewe kuipa muda ili kuifahamu. Itakusaidia kiasi gani kwamba utaweza pia kuhandle situation kama una mtoto mwenye albinism, kama una ndugu, kama una mpendwa wako yote mwenye albinism, utajua jinsi ya kuhandle naye maisha yake. Sawa, kiujumla. Okay. Nikatoka hapo nikaenda kujifunza kwenye taasisi zao zinahusiana na mambo ya albinism, especially mpeleka mtoto wangu hospitali, nikaenda kumwandikisha pale dermatology KCMC ambayo iko Moshi Kilimanjaro, na nikajifunza mambo mengi which today pia nataka niwape kufahamu kuhusiana na hilo jambo. Sawa. Kama awali tulivyoongelea kuhusiana na maana halisi ya albino, then hii iko hivi, mtoto anatokeaje kuwa na kuzaliwa na albinism. Kwenye process nzima ya utungaji wa mimba, pale ndio formation inapoanzia mtoto anapozaliwa. Tuchukulie ni wazazi wawili, yani mimi na baba yake, ambao ni makeria wa albinism. Yes, physically hatuna mwonekano wote wa albino, lakini within kijenetikia sisi ni makeria wa albinism. Sawa, tuna chembe chembe za ualbino. Ndio maana mtoto wetu katokea akiwa na albinism. Sasa kwenye utungaji mimba pale, baba akachangia mbegu zake zenye chembe chembe ya albino, yani carrier wa albino, na pamoja na mimi pia yai langu likiwa na chembe chembe ya albinism. Kwenye utungaji mimba pale, mtoto 100% lazima atokee akiwa na albinism. Sawa? Na ikitokea mzazi mmoja akawa amechangia yai lake au mbegu zake zikiwa zina chembe chembe ya albinism, lakini mimi au baba akawa hajachangia yai au mbegu zake zikiwa zina chembe chembe ya albinism, basi 100% ya mtoto kuzaliwa kutokuwa na ualbino uko pale, lakini anakuwa na nini? Ni carrier na yeye. Kwa wengi wetu tunatembea tukiwa hatujui miili yetu au asili yetu ikoje kiundani. Sawa? Wenzetu huko western countries
wameenda beyond, wanafikia hatua hadi kabla hawajaoana wanaenda kufanya testing, na ni kwa sababu wanataka kuepuka hayo maradhi ambayo ni hereditary. Hayaepukiki, yanaambukizika kupitia seli zetu, sawa? Kwa hiyo wanaenda beyond kwenda kujipima, kujua kama wana shida hizo au la, ili isiwe tabu katika kizazi chao. Sawa, mimi sichukuli kama ni kitu kibaya, ni kitu kitabu. Kwa mimi naona ni blessing, it's a very good thing, lakini ni vizuri zaidi kupata elimu ili uweze kujua jinsi ya kuishi nao, jinsi ya kuwatunza and so on. Kwa hiyo iko hivyo. Na tukiongelea kwa upande wa watoto wangu wengine au wadogo zake wa Atif, na niomba nichukule mfano hai ili mpate kuelewa zaidi, kwamba wale wanaweza kawa ni carriers au wasiwe carriers. Na tutadetermine vipi kujua? Ni mpaka tufanye kipimo, lakini kuna uwezekano pia wao mbeleni kwenye vizazi vyao watakao na viendeleza. Kipindi hiko nimepata wakwe, wakikutana wakwe ambao wana carrier ya albinism, basi kama kuna mtoto yote pale ambaye naye ni carrier, uwezekano wa mimi kupata wajukuu wenye albinism upo 100%. Sio lazima watoto wote wanaweza wakazaliwa na albinism, na sio lazima pia ikatokea mkazaa mtoto mwenye albinism. Hii inatokea pale kwenye utungaji wa mimba. Kwa pale kwenye utungaji wa mimba ndio itadetermine mtoto anazaliwa je ni albino au sio albino, ikiwa wazazi wote wawili ni nini? Ni carriers. Kwa hiyo hivyo ndivyo mtoto mwenye albinism au mtu mwenye albinism alivyopatikana. Ni pale kitendo cha utungaji wa mimba. Kama ningeendelea furthermore kuzaa, ina maana kuwa kuna uwezekano pia wa nikazaa mtoto mwenye nini? Mwenye albinism. Sawa? Kwa hiyo ndio hivyo mnavyoona kwamba pia kuna mzazi